ni kitu gani ambacho unakishauri sasa, kwa sababu inavyoonekana ni jamii haina uelewa kwamba kiinua mgongo ni cha mhusika mwenyewe. Akitaka kuwagawanya ni yeye. Akitaka kuwagawia watoto ni yeye. Ila ijulikane kwamba ni cha kwake yeye kama yeye. Ni kitu gani unakiasa kwenye jamii, au jamii inatakiwa iwe na mtazamo upi sasa? Sababu imekuwa ni shida sana, sababu yani inaonyesha picha kwamba ukiangalia idadi ya wanaostaafu inasikitisha. Yani ni wengi wanaambulia maradhi ya kisukari, pressure na kufariki. Hawachukui laundi. Akistaafu miaka 3 4 kifikisha sana 5 amejitahidi. Wengi wanakatika hapa katikati sana. Kwa jamii nayo inachangia. Jamii inachangia kwa kiwango kikubwa. Hasa ndugu baki wanachangia kwa kiwango kikubwa. Wanakuwa wanachungulia pale pale kwenye ule mpunga ambao mzee anakuwa ameupata. Hii ni shida kubwa, na jamii inapaswa ielewe tu kwamba huyu mtu ametumika na anatakiwa, huu ni muda wake kufanya nini, wa kufaidi yale matunda ya utumishi wake. Kwa maana yake hivi anavyovipata pensheni na hizo hela za kiinua mgongo ni vitu ambavyo ni matunda ya utumishi wake. Sio vitu ambavyo amevifanya. Tunaweza kusema sio kwamba ni kitu ambacho amekifanya kwamba ni lazima familia inufaike nacho. Mtu wa kwanza kunufaika ni yeye ambaye alichakalika kuvipata hivyo vitu. Alafu sasa itakuja kwamba yeye mwenyewe binafsi ndiye ataamua afanye nini, agawe kwa watu. Kwa hiyo jamii inatakiwa ielewe tu kwamba huyu ametumika na ametumia juani, kwa hiyo huu ni wakati wake wa kulia wapi, kivulini. Na wao kama ndugu na wenyewe wanatakiwa watafute vitu vya kwao. Unaona? Wamwache huyu aenjoy, kama alikuwa na mke wake basi aenjoy na mke wake. Kwa hiyo kama ataamua kuwapa kama ndugu itakuwa ni juu yake. Lakini tumezungumza pale kwamba lazima uwepe utaratibu ambao kila mtu atauelewa. Na kwenye migogoro kama hii wakati mwingine mimi ninashauri kwamba lazima hata kama ni vikao vya kifamilia watu waite, wakae, wazungumze, waweke kila kitu sawa. Kwamba bwana, mali hizi mimi bwana, hizi ni mali za, kama ni baba bado yuko hai akaweka kabisa msimamo kwamba hizi mali, pesa hizi ni kwa ajili ya kwangu mimi na familia yangu. Nyinyi watu baki naweza nikaamua nikawapa au nisiwape. Na pale ambapo kunatokea matatizo ya kifamilia naweza nikasaidia, lakini sio kwamba lazima kwamba kwa sababu nimefanya kazi nimepata kiinua mgongo kwamba lazima nikitoe kwenda kwa familia. Kazi ni ya kwake, yeye ndo aliifanya, na jamii inapaswa kumwacha na yeye anufaike na yale matunda ya kazi yake. Kwa hiyo kama jamii haitafanya hivyo, ndio nakuta watu hao wanaingia kwenye matatizo hayo. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea wakufa mapema ni kama tulivyozungumza hapo awali kwamba mtu anakosa maandalizi yale ya kustaafu. Kwa hiyo anaishi kwa kutegemea tu kile kiinua mgongo. Kwa hiyo wakati mwingine kinaweza kisitosheleze mahitaji yake yeye mwenyewe binafsi na mahitaji ya familia, na ukiangalia tena huku ndugu tena wanamsonga. Kwa hiyo unakuta sasa anapata msongo wa mawazo na anakaribisha maradhi mengine. Kwa hiyo nafikiri kama mtu akiwa yuko vizuri, ameshajiandaa vya kutosha, ana vyanzo vingi vya mapato, huku fedha inaingia, sidhani kama haya ni mambo ambayo anaweza yakampa pressure au yakamsababishia maradhi. Unaona? Kwa hiyo wakati mwingine wastaafu wenyewe kukosa maandalizi mazuri, ndio maana unakuta wengi wanakufa mapema. Lakini kama akiwa na maandalizi mazuri, akawa ni mtu ambaye anashiriki kwenye shughuli za kijamii. Kuna wale wastaafu ambao wakishastaafu wanaboteka tu nyumbani, hawafanyi tena shughuli yoyote. Sasa ile jambo ni baya. Unaona? Kwa sababu unapokuwa unafanya shughuli, unaushughulisha ubongo, unaushughulisha mwili, hata yale malazi nyemelezi inakuwa ni vigumu kukupata. Kwa hiyo usikae tu nyumbani ukawa mpweke, kijumulika na wengine mkao mnapiga story, mnafanya, ni kitu kizuri sana kwenye ambacho kinaongeza hata umri wako wa kuishi. Kwa sababu research zinasema watu wanaokaa wapweke inakuwa rahisi zaidi kupata maradhi, hata maradhi ya moyo, ni tofauti na maradhi yasiyo ya kuambukiza. Lakini mtu unapokuwa unashirikiana na watu wenzako, unapunguza
unapunguza zile asilimia za kupata hayo maradhi, unaona. Kwa hiyo ni vizuri sana wazee au wastaafu wanapostaafu waendelee kujishughulisha na shughuli mbalimbali za kijamii, aendelee kufanya shughuli ndogo ndogo, afanye mazoezi, unaona. Asikae tu akabweteka akaishi ile sedentary life. Yale ni maisha ambayo ni mabaya, ambayo yanakaribisha nini? Yanakaribisha maradhi. Lakini vitu vingi ya kulala na kulala ndio wanaangulia kwa obesity. Wanaangulia kwa obesity. Kwa hiyo vile vile lazima waangalie na mitindo yao ya kula nini. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mtu anapaswa kuvizingatia ili hata anapostaafu isichukue muda mfupi tukawa tuko naye. Lakini kama akiwa hajajiandaa vizuri, ndio hao wanachukua muda mfupi wanafariki.